niliongea nikiwa ndani. Wanasema mimi uchungu. Sasa utakosa kuwa na uchungu na mdangani na vile Wakenya wanaumia. Mimi sina uchungu kama Rigathi Gachagua, lakini mimi nabeba uchungu ya watu ya Kenya. Na kwa sababu Wakenya wamekosa mtu ya kuwatetea, wabunge wetu karibu wote wamenunuliwa. Huyu upinzani Raila Odinga na wenzake wamenunuliwa, wako kwa serikali inaitwa blood based, ndio nasikia wanaita broad based, lakini ni serikali iliundwa na damu ya Gen Z. Isipokuwa ni damu ya Gen Z ilimwagika, huyu Raila Odinga na watu yake wangekuja kwa serikali. Sasa hakuna mtu ya kutetea Wakenya, wabunge wamenyamaza. Imebidi mimi na wengine ndio sasa tunatetea Wakenya, na tuko na uchungu na sio yetu binafsi. Sisi nabeba uchungu ya watu ya Kenya, kwa sababu lazima mtu azungumzie watu ya Kenya. Tukikosa kuwatetea, kusema usiue watoto wetu, usiharibu uchumi, nani ataongea? Kwa hivyo mimi hakuna uchungu nimebeba kama Rigathi Gachagua mtu binafsi, lakini mimi nabeba uchungu ya mamilioni ya Wakenya imewekwa pamoja. Okay. Kabla ni mruhusu, wewe umesikika ukisema kwamba serikali iliyomulia unda ilikuwa ya shares. Ukasema kama shares zenu kidogo tutapanga leo mwende nyuma. So ukizungumzia Mkisii sasa hivi mnapoendelea kupanga vile serikali itakuwa. Sasa share ya watu wa Abagusi iko wapi? Na ni ngapi? Sasa kwa hii arrangement. Hiyo unajua serikali ndugu yangu inatafutwa kwa mpangilio. Na kila mtu anaunga serikali mkono apange maneno yake na interest zake. Na ndio mimi nilikuwa nasema tulikuwa tukubaliana na rais, wale ambaye tumepiga kura tuko na shares yetu katika serikali, kwa sababu tumesaidia kuiunda na tuko na expectation. Na mimi ndio nilikuwa nasema kila mtu apate haki yake. Sasa ukweli ni kwamba majority ya wale pale Abagusi walipigia Raila Odinga kura, na siku ameingia kwa serikali amewasahau. Nasikia amepatiwa mawaziri wanne. Moja amepeana pale Mombasa, moja amepeana pale Kakamega, wawili amepeana kwake pale Luo Nyanza. Kama angekuwa muungwana, hao Wakisii walimpigia kura, angechukua moja wapatie moja. Iko huyu National Treasurer wa ODM anaitwa Timothy Bosire, ni jirani yangu, hapa ni kwake next hapa. Ukitoka hapa mnaweza ingia hapo kwa kunywa chai. Alikuwa ameahidiwa katika hiyo mpango hiyo mawaziri wanne. Kama huyu Raila Odinga angekuwa muungwana, angepatia huyu Timothy Bosire. Amechunga pesa ya ODM miaka mingi sana, kwa sababu walimchagua, na kweli hakupeana hiyo viti pahali hakuchaguliwa. Ndio hiyo maneno ya shares pahali na ingilianga. Raila amepeana hizo viti ne kwa ile area yako na umaarufu, lakini hao Wabagusi amewacha nje. Amepeana pale Pwani, amepeana kwao pale, amewacha nje. Kwa hivyo tukiendelea mbele na tutakuwa tukizungumzia hili jambo, lazima jamii ya Wabagusi jipange vizuri, ikuje kwa meza ya kitaifa na ikuje direct isipitie kwa broker, kwa sababu shida yenu pale ni kupitia kwa broker. Nyinyi ni watu ambao mko na kura za kutosha, za kuja direct kwa meza ya kitaifa, mpange maneno yenu hapo. Saa ile watu wanakubaliana vile serikali itakaa, kuwe na mtoto wenu wameketi pale. Lakini imekuwa kwa miaka mingi mnapitia kwa Raila Odinga, lakini yeye akienda akikosa akanalete shida anaitwa kwa serikali. Hakuna siku ameitwa kwa serikali ameita Mkisii hata mmoja ameenda naye, ameenda na watu yake peke yake. Kwa hivyo jambo langu leo ningetaka kuambia Wakisii, tafadhali tunapanga serikali sahihi, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Na mimi sioni kwa nini mpitie broker, kwa sababu nyinyi mko na watoto wamesoma pale. Kisii ni jamii inaheshimika kwa mambo ya vitabu na makaratasi, wako sawa. Tuko na maprofesa, tuko na madaktari, tuko na watu ambao wako na ujasiri na wanajulikana vizuri. Mjipange vizuri, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Ndio mkuje sasa pale tukipanga, kila mtu alete maneno ya watu wake ya kwamba sisi tutachangia kwa hii serikali, and this is our expectation. Kwa sababu hiyo ndio siasa. Mtu asikuambia ati kuna siasa inapangwa bila mtu kuuliza. Hata watu wakienda kuwinda mnyama katika msituni, mnyama akipatikana, wale wenye walifaulu kuwinda yule mnyama wanaketi pale na kuchinja nyama na kugawa. So lazima hiyo ifanyike. Na shida
ya jamii ya Bagusii kwamba mmekuwa mkija kwa meza ya kitaifa kwa ugawaji wa mali na interest zingine kupitia kwa broker mtu ya tatu. Hakuna haja nyinyi mpitie mtu ya tatu. Na nyinyi mko wengi na Mungu na kura za kutosha. You know, na ile nisikia Raila akimwambia nyinyi ati kura zenu hazitoshi. Hiyo ni kukosea jamii heshima. Kwa sababu hata zake hazitoshi. Zake zinatoshanga kwa sababu ya kuongezewa za Wakisii. Hata yeye akichukua zake aongeza Wakisii watafaulu. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima ambaye imekuunga mkono miaka mingi. You know, kwa sababu hata yeye akichukua zile za Luo Nyanza peke yake hakuna pahali anaweza enda. Kwa hivyo charity begins at home. Na hiyo alikosea Wakisii heshima. Na ni makosa kubwa sana kwa sababu wamemunga yeye mkono miaka mingi sana. Kwa hivyo kuja kuambia watu wamekuunga mkono ati nyinyi muache huyu Matiang'i wenu wawache. Hakuna pahali anaweza enda. Kura zake hazitoshi. Kura ya Wakisii ile iko pale Nyamira, ile iko Kisii, ile iko Nakuru, ile iko Mombasa, ile iko hapa Nairobi, ile iko hapa ile iko Kitale, ile iko Kajiado. Almost 2.5 million. Hiyo kura ni sawa sawa na ile ya William Ruto. William Ruto yake ni kama hiyo. Na akiwa na hiyo yake aliunganisha, amekuja kwetu tumemuongeza amekuwa rais wa Kenya. Hata hizi za Wabagusii ni mengi hata kuliko zile za huyu Raila Odinga. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima. Watu ambao wamekuunga mikono miaka hii yote kwenda kuambia amesikia mtoto yao pia anataka kuwa rais na kuwakemea na kuwatukana na kuwachekelea ati huyu mtoto wenu hakuna pahali anaweza enda, ati kura zenu hazitoshi. Yeye zake hazikuwa zinatosha, aliunganisha zake akatafuta za wengine zikaunganishwa pamoja, na ndizo hizo kura ametumia kuingia kwa serikali ya Ruto. Ndizo hizo kura za Wakisii wengine alitumia kuingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Your Excellency, wakati mkiunda serikali na wakati huo unajua ni mara ya kwanza hii serikali ndio tu ukiangalia katika historia ya jamii ya Mugusii. Hii ndio serikali tu tuko na waziri mmoja na hatuna PS. PS mmoja. Tuko na PS mmoja. Huyo ambaye amechaguliwa juzi. Mmoja amechaguliwa tu juzi. Yes. Lakini wewe ulikuwa wakati huo wakati cabinet ilikuwa appointed. Na ulikubali tupate huyo waziri mmoja na hatukuwa na PS wakati huo. Mimi sikuwa na uwezo kwa sababu mwenye kuteua serikali alikuwa William Ruto. Mimi nilikuwa na mkataba ya pale Mlimani. Na nilipigania kwa sababu ukiingiza watu kwa serikali kupitia mpango lazima upiganie watu wako. Sasa nyinyi mlikuwa hakuna mtu ya kupigania nyinyi kwa sababu kura yenu mligawa. Wengine mkapatia Ruto, wengine mkapatia Raila. Na hapo ndio shida iko. Na mimi nichukue nafasi hii niambie Wakisii leo. Mimi nimefurahi sana kuona mmechukua huyu kijana wenu Fred Matiang'i na kuwa na matumaini ya kwamba anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na niliona juzi vile alikaribishwa pale na nikafurahi sana. Na mimi naona hii jamii sasa imeanza kupata mwelekeo. Kwanza muachane na mambo ya broker. Mambo ya kupitia mtu mwingine ndio mkuje kwa meza ya kitaifa, muachane naye. Huyu kijana wenu Fred Matiang'i alifanya kazi na Uhuru Kenyatta. Na kuangalia kwetu alifanya kazi nzuri sana, alikuwa mwaminifu kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na alisukuma kazi sana akiwa waziri wa elimu. Sana kazi ambayo inaonekana. Najua nasikia watu wengi wanamtaja wale walikuwa shule wakati hiyo. Amekuja pale amekuwa waziri wa usalama, amefanya kazi ambaye inaonekana. Kutoka hapo ameenda pale World Bank. Amepewa kazi kubwa sana. Huyu tukimwangalia ni kiongozi ambaye ametosha, ameiva. Kwa qualification ametosha kuongoza Kenya na anaweza. Lakini ataongoza vipi? Lazima apigiwe kura na watu ya Kenya. Hizi kura atapigiwa na watu ya Kenya. Itakuwa namna gani mimi niambie watu ya Mlima Kenya tuunge Fred Matiang'i mkono kama yeye hajatuonesha kwa dhihirisho ya kwamba nyumbani ameungwa mkono kikamilifu. Kwa hivyo jambo la kwanza, tuko pale presidential candidate wengi, mimi niko pale. Nataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Martha Karua anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Eugene Wamalwa anataka. Tuko na huyu Kalonzo Musyoka anataka. Tuko na Fred Matiang'i sasa amejiunga na sisi. Sisi pale mwisho tutaketi. Ndio tutoe candidate moja ambaye atakubana na William Ruto. Lazima tufanye hivyo. Na tutafaulu na tutaketi pamoja. Lakini ndio huyu Matiang'i
akuwe na chance, lazima afike pale kwa meza ya kitaifa atuoneshe na ushahidi ya kwamba ameunganisha jamii ya nyumbani 2.5 ako nayo kwa meza. Sasa ndio tuanze kuulizana, okay, Bwana Fred Matiang'i umekuja na 2.5, fine, formula gani tunaweza fanya tukusaidie? Hiyo kura yenu ndio Ruto alikuja naye, kwa hivyo inawezekana, it's possible. Lakini shida pale kwenu ni kugawa kura zenu. Sigine mnapatia Raila, sigine mnapatia Ruto, sigine mnapatia nani. Wakati umefika kama mko serious ya kwamba mungetaka kijana wenu akuwe pale kwa serikali, either president, deputy president ama chief cabinet secretary, whichever, ile tutasikizana kwa sababu pale tutaketi. Lakini tunataka Wakisii wakuwe ndani ya hii serikali. Jambo la kwanza, hiyo mambo ya Matiang'i tutaongea sana. Mimi nasema jambo la kwanza, yes, lakini ni mtuoneshe mumeungana nyinyi nyote, yes, nyuma ya kiongozi moja, na ndio hiyo Ruto anaita ukabila. Yes. Kwa sababu anajua mkiungana nyinyi yote hakuna kura atapata pale Kisii. Na ndio ako na uchungu, anasema hiyo ni ukabila. Yeye akiunganisha Wakalenjin, hakuna mtu alisema ni ukabila. Yake ameunganisha yote. Vile aliunganisha Wakalenjin, akakuja kuongea na sisi. Ndivyo tunataka Matiang'i aunganishe Wakisii. Akuje kwa meza ya kitaifa, aongee na wengine. Na ataongea akiwa na nguvu. Kwa sababu ukiwa na watu 2.5 million, unakaa kama naume kwa meza na kusema mimi nimekuja